Maisha ya ndoa ya Ifeme na Kososi ambaye ni binti wa Iyuku yakaendelea, lakini wakati wote akili ya Ifeme inamwaza Alama na kiti cha kifalme. Mkewe ambaye ni Kososi akaja kumpa tulizo la moyo mume wake na kumuuliza ana shida gani mpaka anaonekana hana amani ya moyo. Ifeme anasema ana vitu anavyowaza ambavyo mwanamke hawezi kuvihimili. Kososi anajinadi kwa nje unaweza kumuona kama mwanamke, lakini kwa ndani ana moyo wa kiume. Kososi akampa moyo Ifeme asijali hata kidogo, ufalme ni wake na yeye kama mke wake yupo tayari kufanya chochote ili Ifeme awe mfalme wa Amakofia. Kesho yake kikao cha wazee ili wampitishe ni nani anayestahili kuwa mfalme kikaitwa. Wazee, Ifeme na mama yake wakasubiri muda mrefu bila ya bibi na mjukuu wanaodai ndio wanaostahili kurithi kiti cha kifalme kufika. Baada ya muda mrefu kupita, hatimaye mtoto wa nje, mrithi sahihi kulingana na tamko la miungu, akafika. Huyu si mwingine bali ni Ichuku. Kwa kuwa wajumbe wote walikuwa hawafahamu uhalisia wa Ichuku, basi wakashindwa kumtambua. Swali la kwanza, jina kamili la kijana ni nani? Ichuku akajitambulisha kwa jina la Iche. Swali ilifuata, alikuwa wapi muda wote? Ichuku anadai huwezi kuingia kwenye ardhi ya kifalme bila ya mwaliko. Kama angealikwa basi angekuja. Wazee wakaomba kithibitisho chochote kinachomuonesha kweli yeye ni mtoto wa marehemu mfalme. Ichuku akatoa cheni ya mtoto kifalme ambayo anayo yeye na Ifeme peke yake. Mpaka hapo wazee angalau kwa asilimia kadhaa wakakubali huyu Ichuku ambaye kwa leo amejitambulisha kama Iche ni mtoto wa mfalme. Lakini swali la mwisho ikawa ni nani mama wa Ichuku? Ichuku akasema mama yake anaitwa Amanzi. Ndipo wazee wakashtuka. Malkia akashangaa, mbona wazee wameshtuka vibaya mno? Ndipo Ujuku akamwambia Malkia kuwa huyo Amanzi ndiye mwanamke aliyepaswa kuwa malkia kabla yako, lakini akafariki wakati anajifungua. Kilichofuata, wazee wakaona ni sahihi wamuite mganga wa kijiji. Yeye ndiye atakayewaambia ni kweli huyu ni mtoto mfalme au la. Kisha wakamuuliza Ichuku kama ameoa au bado. Ichuku anasema bado hajaoa, lakini hilo sio tatizo hata kidogo, kwa maana yupo mwanamke anayetamani amuoe na yupo katika kijiji hiki. Huyu sio mwingine bali ni Alama. Unaambiwa hii ndio ikazidi kumvuruga Ifeme. Ichuku akaja kwa Alama. Alama akalalamika ni kwa nini Ichuku akumwambia kuwa Ifeme anaoa mwanamke mwingine, lakini Ichuku akajitetea. Anaweza kuwa na vitu vinavyokuja, lakini kuna muda mwingine miungu inamficha baadhi ya vitu. Lakini kubwa lililomleta zaidi Ichuku kwa Alama ni kuomba amuoe. Alama akashangaa imekuwaje mtu anayeweza kufanya maajabu kwenye kijiji kizima kuwaacha wanawake wote na kumchagua yeye. Lakini Ichuku akampa nafasi Alama kujifikiria, kisha atarejea kusikiliza jibu lake. Leo ile siku ya mganga wa kijiji kuthibitisha kama Ichuku ndiye mtoto wa mfalme Allah. Mganga alivyomwangalia vizuri Ichuku akamtambua huyu ni Ichuku mwana wa Amanzi. Mganga akauliza wazee, je, mnakumbuka stori za maajabu ya mtu anayeitwa Ichuku? Wazee, Ifeme na Malkia wote wakajibu wanamtambua Ichuku. Mganga akawaambia, huyo Ichuku mnayetamani kumuona basi ndio huyo hapa aliye mbele yenu. Mpaka hapo wazee wakapitisha Ichuku ndiye mfalme mpya wa ardhi ya Amakofia. Kososi akaja kwa mama yake na kumhadithia jinsi ndoto yake kwa Malkia inavyoteketea. Mama Kososi akamwambia ukweli Kososi kuwa ili Ifeme awe mfalme itahitajika Alama aolewe na awe malkia. Tofauti na hapo aende kwa mizimu akatoe sadaka kubwa kuliko aliyoitoa Alama. Alama si alitoa kafara kizazi chake, yeye akatoe uhai wake, kitu ambacho kwa haraka hakiwezekani. Mama akampa uhalisia binti yake. Kiti cha ufalme kipo mikononi mwa Alama. Ichuku akaja kwa Alama. Alama akalalamika kwa nini hakumwambia muda wote huo kama yeye ndiye mtoto wa mfalme na amekubali mpaka ametoa kafara kizazi chake. Lakini Ichuku akajitetea. Alama hakulazimishwa na mtu yoyote atoe kafara kizazi chake, na yeye kazi yake ni kuwasaidia watu mahitaji yao, na ndo maana akamsaidia. Ichuku akamwambia ukweli Alama kuwa kwa kitendo alichokifanya Alama kwa miungu kimempa kibali cha kuchagua ni nani awe mfalme wa ardhi ya Amakofia. Hii ina
maana. Akikubali kuolewa na Ifeme, basi Ifeme atakuwa mfalme. Akiolewa na Ichuku, basi Ichuku ndiye atakayekuwa mfalme. Baadaye Ifeme akaja kwa Alama. Ifeme akaomba radhi kwa Alama ili amsamehe. Alama akampa sharti moja tu Ifeme, achague kati ya ufalme ama yeye. Ifeme akachagua ufalme na kuapa akiwa mfalme atakuwa na nguvu ya kuwa na mke zaidi ya mmoja, ndipo atakapomuoa Alama. Ifeme alivyoona anaongea kiupendo na mtu amwelewi, akamchiba biti Alama. Akiwa mfalme atamuoa tu Alama, atake ama asitake. Ningekuwa mimi ndo wewe, ningeomba miungu inipe hekima kwanza kabla ya kunipa ufalme. Huna busara ya kuongoza hata mbuzi. Alama akamwita Ichuku ili ampe majibu. Alama akakubali kuolewa na Ichuku, na haikupita hata siku mbili, kweli Alama akaolewa na Ichuku. Baada ya Ichuku kuoa, sasa kinachofuata ni kutawazwa kuwa mfalme. Wazee wakajumuika na kumwapisha Ichuku. Baada ya zoezi zima la uapisho na harusi kutimia, kinachofuata ni honeymoon kwa maharusi. Lakini Ichuku akaduma kushiriki tendo na Alama, akiamini moyo wa Alama bado upo kwa Ifeme. Kwa hiyo kumla sasa hivi ni sawa na kulila gogo lisilo na hisia yoyote. Uzuri Alama akamwelewa. Ichuku akampa sharti moja Alama, asije akampa chakula chochote kinachopita kwenye moto, hata iwe maji ya kunywa yasije yakachemshwa. Na hii ndio maana maisha yake yote amekuwa akiishi maporini akila matunda tu. Ichuku akamtaka Alama chakula chochote kinacholetwa kipite kwake kwanza, akikagua kisha yeye ndipo akile. Alama akakubali. Maisha ya Alama kama malkia mpya yakaanza. Alama akiwa malkia, lakini bado alikuwa akienda kisimani kuchota maji mwenyewe. Alama akamchagua mkulima mmoja. Huyu ni mtu pekee ambaye mazao yake yataliwa na mfalme. Pia Alama akaomba shamba la huyu mkulima isije likagusa moto hata kidogo, na hii siri asije akaijua mtu yeyote. Mkulima akafurahi sana mazao yake kuchaguliwa na malkia. Tofauti na viongozi wengine, malkia kila alichokuwa akinunua alikuwa akikilipia. Wakiwa wanarudi kwenye nyumba ya kifalme, Alama akamsalimia kwa heshima kubwa malkia aliyepita ambaye ni mama Ifeme. Huyu Kososi akajifanya mjuaji, akapita bila ya kumsalimia Alama. Alama akauliza, kwa nini haujanisalimia? Kososi akajisahau huyu ni malkia kwa sasa. Mama Ifeme akamwamuru Kososi amsalimie Alama. Alama akampiga biti Kososi ashukuru malkia aliyepita yupo karibu yake, la sivyo angeshamfukuza kijijini. Usiku malkia akaita wanakijiji wote akutangaza mabadiliko makubwa ya utawala mpya yatakayofanyika. Kwanza, kodi itapunguzwa na nyingine zisizo za lazima zitafutwa kabisa. Pili, ni halali kwa kijakazi wa nyumba ya kifalme kuwa na mahusiano ndani ama nje ya nyumba ya kifalme. Na tatu, nusu ya mapato yatakayopatikana yatarudi kwa wazee wa kijiji, ikiwa ni sehemu ya pensheni yao. Wanakijiji wakafurahi sana kusikia maneno matamu yanayotoka kwenye kinywa cha malkia. Kulipo pambazuka, mfalme Ichuku akaja kwa Ifeme na kumtia moyo. Ufalme usimfanye asononeke, kuna maisha nje ya ufalme. Kisha mfalme Ichuku akamtaka Ifeme waende wakawinde ili wakabadili mawazo. Ifeme akaona hii ndio ile nafasi aliyokuwa akisubiria kwa muda mrefu. Kusikia Ichuku na Ifeme wanatoka pamoja, Alama akamwomba sana Ichuku asiende na Ifeme kwa maana anajua akili za huyu mdazimu. Lakini mfalme akatia ngumu, anataka kutoka na nduguye na hataki kufuatwa na askari yoyote. Kufika porini, mfalme Ichuku na Ifeme wakahangaika kila kona kutafuta mnyama na wakakosa, lakini baada ya muda wakasikia kelele kwa mbali, wakahisi huyu ni mnyama. Haraka haraka Ifeme na mfalme Ichuku wakasogea mpaka kelele ilipokuwa ikitoka, lakini walipofika wakamkuta mama amepatwa na uchungu. Ifeme na mfalme Ichuku wakapambana kwa kadri wanavyoweza wamsaidie huyu mama, lakini huku upande wa pili mpaka giza linaingia. Alama hamuoni mume wake. Alama tumbo linamcheza, anaamini huyu Ifeme atakuwa kashafanya balaa lake. Asubuhi kulipokucha, sio Alama wala Kososi, kila mmoja presha inapanda, presha inashuka. Baada ya muda mfalme Ichuku na Ifeme wakarudi. Mfalme Ichuku akiwa na mtoto, ndipo wakawaambia ni kipi kilichowakuta. Kumbe baada ya kumsaidia mama kujifungua, mama akafa kwa kupoteza damu nyingi, na kilichowafanya wasirudi usiku mzima walikuwa wakimzika huyu mama. Baada ya hapo mfalme Ichuku akamwomba Alama awe mama wa huyu mtoto. Alama akakubali na akafurahi
sana. Baada ya miaka mingi sana kupita, hatimaye Mama Alama akarudi nyumbani. Unakumbuka katika Part 1, Mama Alama alifukuzwa na Malkia kisa mtoto wake ambaye ni Ifeme aligoma kula. Sasa tangu kipindi hiko, mama ndiyo anamuona binti yake leo tena akiwa katika cheo cha umalkia. Kwa siku, Alama anataka show kutoka kwa mume wake. Alama ametunza bikira yake miaka yote na leo anataka amdie Mfalme Ichuku, lakini Ichuku akagoma. Anaamini bado Alama anampenda Ifeme, lakini Alama analikataa hilo. Ifeme ni ex lake tu na hana nafasi yote kwa sasa kwenye maisha yake. Lakini hapa Ichuku alikosea, akahukumu hisia za Alama kutokana na mapito yake ya nyuma. Ndio kusema bado mfalme ana wivu. Tuendelee. Kososi akalalamika kwa Ifeme ni kwa nini anaonekana hana mzuka tena na kiti cha kifalme. Ifeme anasema Ichuku amemzini kila kitu. Kweli kaka yake anastahili kuwa mfalme. Kososi alipoona sumu anazomlisha Ifeme zimegoma, akamfuata mama mkwe ambaye ni mama wa Ifeme. Kososi akampa mpango wake mkwe wake, anataka amuue mfalme. Sasa atamuuaje uaje? Si mfalme hali kitu chochote ambacho kilichopita kwenye moto? Basi atachemsha maji ya kunywa na kuyadumbukiza kwenye mtungi wa maji ya kunywa ya mfalme. Ewa! Mama Ifeme akafurahishwa sana na mawazo ya Kososi, lakini kumbe wakati unaongea hayo yote Ifeme alikuwa akiwasikiliza. Kweli baada ya muda Kososi akachemsha maji akanyata mpaka kwenye mtungi wa maji ya kunywa ya mfalme na kuchanganya. Jioni wakiwa nakula, mfalme anaboga matunda tu, akamuomba Alama amletee maji ya kunywa. Kabla ya kunywa mfalme akasita kwanza, lakini Alama kwa kuwa anajiamini maji yapo sawa kabisa akamsihi ayanywe na mfalme akayanywa. Baada ya kunywa mfalme akaanza kuhisi hali ya kiutofauti na kesho yake mfalme hakuamka, akafa. Msiba huu ulimsikitisha kila mtu, hususan wazee wa kijiji. Wazee wakapewa taarifa na mganga wa kijiji kuwa marehemu mfalme aliwekewa sumu kwenye maji yake ya kunywa. Msako wa kumtafuta aliweka sumu ukaanza. Kososi akatoa wazo, anaamini Alama ndiye alihusika moja kwa moja, kwa maana yeye ndiye anayemtengea chakula mfalme. Alama akaletwa mbele ya baraza, akajitetea kwa kadri awezavyo, lakini vidole vyote vilikuwa vinamgeukia yeye. Siku ya adhabu ikafika, na adhabu ya Ifeme ni kupigwa mpaka kufa. Lakini kabla kipigwa kijaanza, Ifeme akajitokeza na kuwataja mama na mke wake ndio walihusika kumuua mfalme. Wahusika wakaitwa ili wajibu mashtaka na baadaye wakakiri kuhusika na kumuua mfalme. Jioni Malkia ndiye mwenye makali, atachagua yeye watuhumiwa wapewe adhabu gani. Akamwadhibu mama Ifeme aende kwenye kijiji kilichopo mbali sana na Amakofia na asije akarudi tena, na huyu Kososi atazikwa akiwa hai. Baada ya kutoa ushirikiano wa kuwakamata wahusika, Ifeme akajirudi kwa Alama akiomba amsamehe warudiane na amuoe, lakini Alama akachomoa ombi lake. Bado hawezi kuwa na Ifeme kwa maana ni mbinafsi. Alama akaenda mbali zaidi, kiti cha ufalme kitakaliwa na Malkia ambaye ni yeye mpaka mtoto waliomokota atakapokuwa amebalee. Huyo mtoto ndiye atakayerithi kiti cha kifalme, kwa maana Ichuku alimpokea huyo mtoto kama mtoto wake wa kumzaa. Hivyo basi utabiri ukawa umetimia. Ifeme hawezi na hatakuja kuwa mfalme. Na kufikia hapo yada, tunakushukuru kwa kuungana nasi kuanzia Part 1 mpaka sasa hivi hii Part 2 na ya mwisho. Hii mali yetu iitwayo King's Heart, yani moyo wa mfalme. Usisahau kusubscribe, comment na share. Uwe na wakati mwema.